Unataka kununua ardhi isiyopimwa? Subiri kwanza. Kununua ardhi isiyopimwa si jambo la masiara kabisa. Inaweza ikakusababishia hasara, ukapoteza pesa, ukaingia kwenye migogoro usiyoitarajia, na kwa muda fulani ikakusababishia ndoto zako za kumiliki ardhi zikapotea. Kama ni kweli umependa ardhi ambayo haijapimwa, basi fuata hizi taratibu kuweza kujiridhisha kabla ya kununua. Cha kwanza, tafuta kujua historia kamili na umiliki wa hilo eneo. Historia hii utaipata kwa wa kwanza, jirani. Nenda mwenyewe ukiwa uko peke yako, mbali na wale watu waliokupeleka. Fata majirani kadhaa, ulizia historia ya hilo eneo, umiliki, jiografia, kama kuna migogoro, na hapo kwenye jiografia uliza kama kuna maji au kuna matatizo yoyote ambayo yatakusababishia ushindwe kujenga au kajenga kwa gharama. Hivyo vitu vyote tunaweza tukavipata kwa majirani kwa sababu wako pale na wanajua kila kinachoendelea, na utakuta rekodi zingine ambazo wanazo hata ardhi au serikali za mitaa hazipo. Hivyo watumie majirani vizuri. Pia mfuate mwenyekiti wa kijiji, yeye ana historia zima la hilo eneo kutoka huko, kwa sababu wengi ni wazawa wa pale. Fuata, muulize historia ya pale, umiliki, jiridhishe. Pia unaweza ukaenda serikali za mitaa ukakutana na mtendaji na wajumbe na kupata record za hilo eneo ambalo unataka linunua. Cha pili, omba nyaraka za umiliki za hilo eneo. Omba nakala ya mikataba, hata yule mtu wa kwanza kama mmiliki anayo mkataba ambao yeye ameingia na mmiliki aliyopita, na pia omba ramani, hata kama ramani itakuwa ni ya kuchora tu kwa mkono, ili uweze kuona mipaka na uhalisia wa eneo jinsi lilivyo. Na nakala zile pia za mikataba zitakusaidia kujua nani mmiliki wa kwanza, aliyefuata, na labda huyo ambaye pia mmiliki wa sasa ambaye umekutana naye. Cha tatu, washirikishe wataalamu. Wa kwanza ni land surveyor. Mchukue land surveyor, muende kwenye eneo akachukue coordinates za lile eneo na kuzipeleka ardhi kufanya search. Hii itakusaidia kujua matumizi yaliyopangwa kwa ajili ya hilo eneo. Maana kuna maeneo yamepangwa kwa ajili ya hospitali. Sasa kwa vile halijapimwa uwezi ukajua. Kwa unaweza ukanunua alafu baadaye ukaambiwa hapa ili ni eneo la hospitali au hii ni barabara. Kwa hiyo mtafute surveyor aende achukue coordinates na apeleke ardhi, ujue matumizi ya pale, upate ramani ya mipango miji na details zote zitakazokuwa ardhi, zitakazokusaidia wewe kufanya maamuzi kama ni salama kununua hiyo ardhi. Na wa pili wa kumshirikisha ni mwanasheria au afisa ardhi au serikali ya mitaa. Hii itakusaidia katika kuingia mikataba. Usiingie tu mikataba hivi hivi ya kuandika mkiwa nyewe peke yenu. Hapana, tafuta mwanasheria andaye mikataba iliyo rasmi, au kuna zile barua za serikali za mitaa ambazo ni za mikataba za mauziano. Nenda serikali za mitaa, utafuta afisa ardhi ili muweze kuingia mikataba iliyo rasmi, ili uweze kujilinda in case of anything. Na cha nne na cha mwisho, hakikisha ukishajiridhisha na haya yote ukalipia, basi anza upimaji mara moja ili uweze kupata haki miliki. Usilipe pesa yako yoyote ile bila kujiridhisha, hata kama madalali au watu wengine wanakupressurize. Yani eneo linachukuliwa, yani usisikilize hizo kelele za nje. Fuata taratibu, jiridhishe. Ni heri uchelewe kuliko kujutia maisha. Share ujumbe huu kwa wengine waweze kujifunza, na follow page yangu kwa content nyingine kama hizi za kujifunza kuhusiana na mambo ya ardhi na mambo ya real estate kwa ujumla. This is Genesis and this is Real Estate Easy Tips.